Vipi wewe? Umefuata nini huko? Bosi, ndio kama tu nilivyokuambia. Unaingiaje chumbani kwangu namna hii? Hebu na kutoke. Mimi leo bosi stoki. Nakwambia toka. Stoki. Unataka kutinde? Wewe nasi umefahamu vizuri. Nitakupiga. Nipige tu. Hebu toka bana. Toka. Stoki. Alafu. Kwa wana kusoma kwa kufanya shati mimi. Wewe acha ujinga wewe. Acha ujinga. Bosi, usitaki au nataka? Vipi wewe? Bosi, mimi nisitoke. Kidawa. Nakuheshimu sana. Hebu naomba usiniharibie sifa yangu. Toka. Wewe. Siri ya damu, siri ya damu, siri ya damu. Ndio nafanya ujinga ambao nimechelewa kwenda kazini. Kwani usipanda leo kazini kwa nini? Sio unajitambua kwa leo? Hapana. Sijitambua. Hadi hivi akija kufahamu mama itakuwaje? Hata hiyo anaiska leo. Kidawa, shida yako yani unaangaliza mambo ambayo hata hayapo. Haya, angalia sasa hivi sio kilichokifanya. Haya, mama akija kufahamu utakuwa na kazi hapo. Hata kama nikifukuza. Sasa hebu niachie. Usitaki kunivuruga mimi sasa hivi. Hivi wewe unataka nini? Nitakupiga. Mpiga. Acha ujinga basi, vipi wewe? Haya, fanya unachotaka. Nataka hivi, leo usiende kazini. Wewe unajielewa unachokiongea wewe? Sio unasema ni kwa ninachotaka. Haya, nenda kapike. Kapike huko. Wewe lazimisha sasa. Kapike huko. Je, nikianza kupika? Wewe nenda kapike. Ndio unanipika? Ndio kazi niliyokuleta hapa. Basi nenda kupika. Ni siri ya damu, siri ya damu, siri ya damu, ni siri ya damu. Kuhusiana na mzigo ambao umetoweka uliokamatwa kule, sasa hivi sidhani kama utapatikana tena kwa sababu umeingia kwenye mikono ya polisi. Asa bosi, hapo tunafanyaje? Kwa upande wangu mimi sina la kufanya kwa sababu hata bosi mwenyewe sidhani kama analifuatilia hili. Amekaa kimya tu. Karibu, ingia. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Venly Bushesha. Ni mfanya biashara mkubwa hapa nchini Tanzania.
so that nimefuatilia update zenu zote, nimeona kampuni yenu ina vigezo vyote nilivyokuwa navitaka, so that I want to join your company. This is my documents. Okay. Mr. Vendi, tumeona mkataba wako ulipo na sasa hivi tuachie hii kazi ya kufuatilia, tujaribu kuipitia, then nitakupa information utakapokuwa sawa. Okay, asante sana. Sawa, shukrani. Asante sana. Ndio umetokea kwa hiyo. Neema, tuendelee na kile tulichokuwa tunazungumza. Ni kuhusiana na hii mizigo. Kwa sasa kuna nafasi nyingine ambayo imetokea. Huyu jamaa huyu aliyetoka hapa hivi anahitaji masuala ya usafirishaji. Kwa hiyo natakiwa tuipitie dokumenti zake, tupate kusaini au zeni tumpatishie nanili information kwamba imekuaje. Kwa hiyo hapo hivi inatakiwa tufuatilie. Mr. Jacob. Boss. Kuna situation hapa ile umetokea. Kuna mwingine ametutembelea, amependa ufanisi wa kazi zetu tunavyofanya. Kwa hiyo anahitaji masuala ya transportations. Naona. Kwa hiyo hapa wewe kama wewe ameacha mikataba yake, tutaipitia. Baada ya kuipitia tutajua nini cha kufanya. Boss. Kuhusu hilo usijali. Bila shaka kazi itatendeka kwa ufanisi. Na kuomba tafadhali usije ukafanya uzembe kama uliofanya kwenye kazi iliyopita. Sawa boss. Inatakiwa ukaze. Bila shaka sitakuangusha boss. Sawa. Boss. Inabidi tufanye kazi ya haraka ili tusiweze kufanya makosa kama tulivyofanya nyuma. Ndio inavyotakiwa. Tena sasa Neema na Jacob inatakiwa mkaze sana kwenye hili. Tusije tukafanya tena uzembe kama tulivyofanya kwenye mzigo uliopita. Sawa boss, tunakuelewa. Alafu kwenye usafirishaji wa mzigo unaosainiwa ni tofauti na mzigo unaosafirishwa. Hivi ni kwa nini inakuwa hivyo? Sasa hapo boss mwenyewe anashindwa kuelewa. Kwa kweli mimi nanipa hali ngumu sana. Jacob, boss. Wewe ndio unahusika kwenye masuala ya upakiaji wa mizigo yote inayotoka hapa. Si ndio hivyo? Ndio boss. Lakini kwa nini tukifika huko mbele tunasimamishwa, tunazuiliwa, mzigo inazuiliwa kwa sababu ya mzigo unaosafiri ni mzigo haramu? Kuhusu ile boss mwenyewe sielewi. Bila shaka siku ile tuliongea kuhusu hilo jambo. Naelewa. Hapa itakuwa kuna watu. Sasa hapo watu gani? Sio kawaida. Na sio mara ya kwanza sisi kusafirisha mizigo. Wewe ndio wako unapaki mizigo na kila kitu. Haujawahi kuchunguza labda baadhi ya mizigo ambayo unayopakia mle kwenye gari? Mimi nishawahi kuchunguza lakini sikuona kitu. Niliona mizigo iko safi, tunayosafirisha. Sijui sasa kilichotokea huko mbele. Itakuwa kuna watu. Sawa. Lakini kwa sasa hivi tuachane nayo kwanza. Ila cha kufanya hapo sasa hivi natakiwa huu mkataba huu tujaribu kupeleka kwenye bodi, ukafanywe discussions pale afu usainiwe. Baada ya hapo mzigo ufanye kazi, si ndio hivyo? Ndio kinachotakiwa hicho. Natakiwa tukaze sana kwenye hili. Sawa. Basi nashukuru, naendelea na majukumu.
Naam. Kuna mkataba mpya umeingia kwenye kampuni yetu. Sawa sawa. Na tumeweza kuipokea. Inahusiana na nini? Inahusiana na mwekezaji mpya. Huyo mwekezaji ni mwekezaji wa hapa Tanzania. Sawa sawa. Lakini kaweza kufikia kwa meneja. Nadhani ripoti kamili meneja ataziwakilisha. Nadhani nimeongea naye muda si mrefu, ameniambia kwamba atawasilia kwa ofisini. Kwa hiyo nadhani tumsubiri isudi aweze kuwasilisha zile document, hapo tusome mkataba. Kama utakuwa vizuri, basi tuanze kufanya kazi na huyo mtu mara moja. Lakini pia bosi, huyo mwekezaji nikimtazama mimi kwa sababu ninamfahamu. Nilijaribu kumfuatilia, nikaona kampuni yake iko vizuri sana. Ndio. Kwa hiyo itapendeza kama tukiruhusu tufanye naye kazi. Ni sawa, na inatakiwa tufuatie vizuri kwa mkataba ili kusudi tuweze kufanya kazi iliyo bora. Sawa? Bosi, wapinzani wetu wako spidi sana. Kia. Kwa hiyo inabidi tufanye liwezekanalo tuweze kuwavuka. Sawa sawa. Ni kweli, ni jambo la heri. Hata mimi ndio naelewa. Yes, come. Karibu. Asante. Wewe karibu. Nimesubiri kwanza siku njema leo. Nimesubiri kwa muda. Na tulipata taarifa zako kwamba umepata mkataba mpya. Yes. Hivyo tumesubiri kwa hamu. Of course mkataba mpya nilipata. Una Mr. Bentley. Yeah. Sawa sawa. Na ameacha maelezo kwamba yuko tayari kuungana na hii kampuni kwenye masuala ya usafirishaji. Sawa. Sasa atakuwa anatoa mizigo nje hadi mpakani pale sisi tunaingiza ndani. Baada shida. Hebu tuone. Sawa sawa. Cheers. Nadhani ni kampuni nzuri. Msingi nimeipitia. Iko vizuri. Sawa. Hivyo hatuna budi kukubaliana na maelezo yake. Sawa. Hivyo nadhani hiyo mpe tu taarifa kwamba mkataba wake tumekubali. Sawa. Sasa cha msingi tunamuomba apite kwa ofisini ili tuweze kusaini mkataba zaidi. Sawa. Sasa hicho ndio cha msingi zaidi. James, au unaonaje? Na hiyo itapendeza sana. Yeah. Lakini pia Sawa sawa. uzembe tuondoe kazini. Hapo bosi. Niko nataka niulizie. Sawa. Hivi kwani tuna Ni siri ya damu, ni siri ya damu, ni siri ya damu, ni siri ya damu, siri nzito iliyojificha ndani